Kwa hiyo haya mafuta ya Mwamposa tunawapakaga kila siku, umeona kwamba hayatoshi. Ina maana inabidi twende kwa bibi yako tena, si ndio? Tatizo mume wangu, unajifanya mlokole sana, unajifanya unamjua Mungu. Sio hivyo. Unajua kabisa kama mimi mazingira nimekulia kishirikina. Na bibi yangu siku zote anakupigia kelele, nenda ili ukalale na bibi yangu ili tupate mtoto. Sasa tatizo nini? Mungu wangu, unasemaje? Ndio hivyo. Yaani mimi nikalale na bibi yako? Sasa kama unamjua yule Mungu wako, nenda kwa Mungu wako akupe mtoto baba. Mke wangu, na akili timamu wewe? Na akili tena timamu. Yaani wewe cha msingi hapa, wewe na mimi mguu wangu mguu wako. Twende kwa bibi yangu. Ukalala na bibi yangu ili tupate mtoto. Utaki utabaki hivyo hivyo. Na utabaki bila mtoto, utabaki hivyo hivyo kama Anisi baba. Yaani mimi nalala na bibi yako. Yaani hapa tatizo ndio hilo. Ukifanya hivyo tatizo limekwisha baba, tunapata mtoto. Utaki basi. Wewe unajifanya mlokole, unajifanya mtu wa Mungu, unamjua Mungu wewe. Ndio maana siku zote nikigusa hili swala unakoga mkali. Kwa hiyo maana yake kumbe bibi yako mshirikina, si ndio? Na unajua kabisa, kwani wewe hujui? Mazingira wewe nikuta ni mazingira gani? Ya kishirikina, hujui? Kwa nini ukutaka kuniambia mapema? Nikwambia mapema nini? Ningekwambia mapema ndio wangu ingekufa mapema. Kwa hiyo ndio maana nilikuwa nasogeza baba. Kwa lengo lako sawa. Mimi niende nikalale na bibi yako. Kalale na bibi yangu ili tupate mtoto. Si ndio? Haya poa. Labda sio mimi. Sasa fanya yani kiburi chako kitakuponza. Sikiliza nikwambie, hii ndoa yenyewe kwanza hapa nahisi hamna ndoa. Mimi siwezi kaenda kulala na bibi yako. Unanitishia? Maisha gani haya? Unanitishia? Shamba ni. Wewe vipi?